Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali kupitia Dede Online TV, Tukasa Sodazo, Tukasa Udism Bible Hostel. Tulikuwa katika Ifoti hapa Kamegele, maeneo ya Vikindu huku Pwani. Sehemu nzuri sana. Tumekaa kwa muda wa wiki mbili toka tarehe 5 mwezi wa 10 hadi sasa hivi ni tarehe 18, na hapa niko na viongozi wenzangu wakanda, ambapo mkono wangu wa kulia yupo Kakalame Kisospita Msheri na mkono wa kushoto yupo Oljenes Mpwambo. Ulibarikiwa na nini haswa? Kwa kweli nimebarikiwa na vitu vingi sana hapa Kamegele, lakini kitu kilichonibariki zaidi ni muitikio cha kwanza wa kanisa la Kamegele, lakini hata jamii ilivyotupokea katika sehemu ya Kamegele. Kwa kweli ni kati ya vitu ambavyo vimenibariki sana. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuwa ni somo kubwa pia, kazi hii imefanywa na wanatukasa, na fedha ambazo kwa kiasi kikubwa sana kimetumika zimetoka kwa wanatukasa. Na mwanzoni tulianza sisi kama sisi wanatukasa kuchangishana fedha hizi, ambapo kila mwanatukasa kwa kupitia uongozi wa kanda, lakini kupitia matawi yao walihimizwa kuchangisha pesa hizo. Lakini sisi kama wanatukasa tuko chini ya kanisa. Tunashukuru makanisa yale kwa sababu walijua vijana wetu waenda kuifanya kazi ya Mungu, basi makanisa hayo hayakutuacha nyuma. Mfano vijana wetu wa Bible Hostel pale chini ya kanisa la ya Ubungo Hill walitusupport pia pamoja na makanisa mbalimbali. Lakini ukiachana na hayo pia tunashukuru kwa wadau wengine kupitia conference pia ya SEC ambayo ilihakikisha kwamba sisi kama wanatukasa tunafanya kazi ya Mungu kwa msisitizo. Kitu kikubwa ambacho tunaweza kujifunza hata kwa uongozi ambao unaokuja ni kuhakikisha wanakuwa karibu na wanachama, kwa sababu kama wanachama watasogezwa karibu, wako tayari siku zote kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana kaka Oljenes, na mkono wangu wa kulia niko na mwenyekiti mwenzangu wa kanda hii ya Sodazo, alikuwa halali. Tumebarikiwa sana. Naomba utatoa shukrani za dhati kwa wale ambao wamekuwa nasi wakitufuatilia haswa kupitia Dede Online TV, Tukasa Udism Bible Hostel na Tukasa Sodazo. Asante mwenyekiti. Ni jambo jema kumshukuru Mungu kwanza kabla sijatoa shukrani zangu kwa wadau pamoja na wajumbe wengine wote ambao wameshiriki kwenye hii effort. Lakini jambo la pili nitarejea kwa makanisa ambayo yametusupport. Kwanza tukianza na kanisa la Vikindu katika kundi la Kamegere, wametupa support kubwa sana. Yes, wametupa support kubwa sana pamoja na uchache wao, lakini bado wameendelea kutoa accommodate watu wote ambao tulikuwa tumekusanyika maeneo haya. Lakini pia jambo jingine ambalo napenda kushukuru ni wadau mbalimbali wa dini na ambao si wa kidini, wamekuwa pamoja na sisi kwa michango yao. Tumekuwa tukizidi kupokea michango yao kadri effort ilivyokuwa ikizidi kwenda mbele. Tulipaswa kuwa na vituo vikuu vitatu kwa sababu ya changamoto nyingi, tukabaki katika hichi kituo kimoja. Na hakika tumebarikiwa sana. Kaka Oljenes Mpwambo, matokeo ya kazi hii tumekutana na watu wengi sana, zaidi ya watu 500 hadi 1000. Lakini tumepata wabatizwa wengi sana. Ni wabatizwa kuanzia wangapi, na tunavyoongea hivi wamejisajili wangapi kwenda kubatizwa? Kama ulivyosema hapo awali mwenyekiti, sehemu kubwa ya jamii imefikiwa, na hata ukizunguka katika sehemu ya Kamegele hakuna sehemu ambayo iliachwa. Wanatukasa walihakikisha kila nyumba, kila mtaa, kila kijiji kinapitiwa kwa ufasaha. Kwa kweli watu wamemuona Mungu na wamelitambua kanisa la Sabato kupitia wanatukasa. Lakini nikigeukia upande wa wabatizwa, Mungu ni mwema. Katika effort hii ya wiki mbili, watu zaidi ya 10 wamefanikiwa kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa kweli ni jambo la kipekee na Mungu kwa kweli ametenda kwa upande huo mwenyekiti. Ni mengi mazuri ambayo yamefanyika, na tunaona sasa wanabatizwa watu zaidi ya 10. Muhimu issue haikuwa kubatizwa tu, tulikuja kupanda mbegu. Kuna watu ambao kupitia effort hii watabatizwa iwezekana 2030 na kuendelea huko mbele, lakini katika historia yao watasimulia kwamba walikuja vijana wa Tukasa na wao walipotubariki. Sasa naenda kubatizwa kwa sababu nilijifunza kuhusu Sabato, kuhusu ubatizo mwaka 2025. Kaka Lameki, moja ya kiungo kikubwa katika mambo ya injili na shughuli zingine zozote, hauwezi ukaongea mengine yote ukaacha jikoni. Ulikuwa jikoni.
kulikuwaje? Ndugu mwenyekiti, kwanza nimshukuru Mungu. Nitumie lugha kwamba urojorojo ulikuwa kutosha. Watu wamekula. Ukisikia kauli inayosema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo, mwisho watu wameuona. Vyakula vizito, vyakula vya kujenga afya. Haturejei tu nyumbani kizembe, wanarejea nyumbani wakiwa wamenawiri. Walitegemea kuja waenda chakula kitakuwa cha kusuasua, lakini wamekula, wameshiba. Unawashauri vipi wale ambao wanapanga kuja kufanya utume? Kwa sababu hii huwa tunaifanya kila mwaka. Unawashauri vipi uongozi unaokuja katika utume? Ninachopenda kuwashauri uongozi unaoingia watakapokuja kwenye vijiji kama hivi vya pwani, cha kwanza wamtangulize Mungu. Injili inakamilika, wao wanakuja kukamilisha tu. Mkamilishaji unakuta shatangulia mapema. Lakini jambo la pili, nawaombea wawe na umoja. Watakapokuja wasije na mgawanyiko. Inaweza kuwa ni elimu, inaweza kuwa ni kama kabila, inaweza kuwa ni ujinsia, umikoa na vitu vingine vidogo kama hivyo. Watangulize umoja. Umoja utawavusha kwa sehemu kubwa. Ni kweli kabisa anachosema kwamba umoja utawafanya watu hawa wafanye kazi kwa uzuri, hasa wakiwa Sodazo ambao inaenda kuwa seki. Kwa maana huku tuna vyuo vikuu viwili, lakini vyuo vya kati ni vingi. Wakijipagua wale wanaosoma chuo kikuu, watu wa degree na hawa watu wa diploma na certificate, wakienda kwa vigezo hivyo hawataweza kabisa kufanya hii kazi. Ninapoenda kumaliza na kaka Eugenius Mbwambo, tuambie katika shughuli za kule kambini ulijifunza nini kikubwa ulichojifunza katika maisha ya kuishi na watu kule kambini? Asante. Ukiachana na mengi ambayo tumejifunza uinjilisi na mengine, kitu kikubwa ambacho nimejifunza pale kambini ni kuishi na watu wa jinsia tofauti, lakini pia watu aina tofauti. Kwa kweli nimepata experience fulani kubwa. Cha kwanza kwa sababu inakusaidia hata ukienda sehemu fulani unakuwa unaweza kuishi na watu wengine, kwa sababu ukiishi katika jamii ya watu wengi na ukaweza kuishi na kila mmoja vizuri, maana yake wewe hata ukienda sehemu nyingine bado utaweza kuishi na watu wengine kwa amani. Lakini cha mwisho pia, kitu ambacho nimejifunza ni kujenga umoja na watu wengine, kwa sababu pale kambini kama ulivyotangulia kusema hapo awali, tulikuwa tunaishi watu tukiwa ni wa matabaka tofauti, elimu tofauti, umri tofauti, lakini katika swala la kazi, lakini nilipokuwa katika swala lolote ambalo linahitaji umoja, tulikuwa tunafanya kana kwamba wote tupo katika level moja. Na hicho kilinisaidia kwamba kumbe kama kuna umoja mkiwa sehemu yoyote, basi kazi inaweza kufanyika. Kwa hiyo nimejifunza kutengeneza umoja, kujenga uhusiano. Hata nikienda sehemu nyingine itakuwa kwangu mimi ni rahisi sana kwa kujenga umoja na watu ambao nitakaokuta hapo, kutokana na experience ambayo nimeipata kwa maisha ya pale kambini. Amina. Eugenius ni mpore, mstaarabu, muoga kidogo, lakini alikuwa na fujo. Alikuwa mjanja. Kwa nini? Alikutana na watu wa kaliba tofauti, watu wa namna tofauti. Kupitia Ifort watu wengi huwa wanabadilika sana. Anaachana na tabia fulani ambayo alikuwa akiishi, na sasa anaishi na timu ya watu wengi, tabia inabadilika na sasa anaishi kwa uzuri. Swali langu kwake ni moja tu, kwamba amemudu vipi kuishi na hawa watu na ameweza vipi kuwaunganisha wote wakaenda katika mwelekeo mmoja, na leo tunasherekea furaha hii kwa mara ya mwisho. Hekima anatoa Mwenyezi Mungu. Kilicho kikubwa ni niliishi Aledi, niliishi mimi Sichula, hakuishi mwenyekiti. Wao walinitambua kama Aledi, lakini walinitambua kama mwenyekiti. Hekima anatupa Mwenyezi Mungu. Najua aliyewapa hekima ya kuishi na mimi ndiye huyo alinipa hekima ya kuishi na wao. Vivyo hivi wewe uliweza kuishi nao, Eugenius pia aliishi nao, Eliki aliishi nao, na kila yeyote ambaye alikuwa ni kiongozi Mungu alimpa hekima na aliishi naye. Okay, basi asante sana ndugu mpenzi mtazamaji, msikilizaji unayetufuatilia. Tukasa Sodazo inaenda kuwa Tukasa Seki.
Ulikuwa nasi toka mwanzo wa vipindi vyetu, mahubiri mengi ambayo yamehubiriwa hapa na kaka Joseph Alfred Komba, Jovin Erasto pamoja na mchungaji Mgwenya, yapo mtandaoni. Lakini kaka Lusaji wa Akili akiwa na Lamek pamoja na Mbaramwezi walifundisha mambo ya afya. Hayo yote yapo mtandaoni kupitia channel hizi tatu: Dede Online TV, Tukasa Udisima Bible Hostel pamoja na Tukasa Sodazo iliyokuwa ikiendeshwa na Elikunda Singo. Fuatilia kule ujifunze mambo mengi. Na kupitia efoti hii Kamegere 2025 rejea nyumbani. Kuna watu hawajarejea hii 2025, watakapoona kupitia Dede Online TV 2030 hakika watarejea. Kamegere 2025, wito wa kurejea nyumbani. Kamegere efoti 2025, wito wa kurejea nyumbani. Karibu sana Sodazo.